Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima uelewe kanisa liko wapi. Kwa hiyo tayari dalili inaonekana. Israeli ni taifa kubwa. Israeli ni taifa ambalo lina nguvu. Ni taifa la Mungu. Taifa ambalo lilitawanywa duniani. Akasema ukiona mti ya mtini jifunzeni. Utazame ule mti uliokuwa umekatwa. Ukiona unachipuka, ujue ufalme wa mbinguni umekaribia. Akasema amini nawaambia kizazi hiki hakitopita. Mungu amenituma niweze kusema na kanisa kwamba tunaishi nyakati za hatari. Tunaishi nyakati zile ambazo Yesu alitabiri. Ziko dalili ambazo alituonyesha ya kwamba ufalme wa mbinguni mtaona manabii wa uongo wanatokea, mtaona mitume wa uongo wanatokea, mtaona walimu wa uongo wanatokea. Nao hawajapewa kudanganya wachache, wamepewa kudanganya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema utakapoliona lile chukizo lililonenwa na nabii Danieli limesimama patakatifu pa patakatifu, basi ujue ufalme wa mbinguni umekaribia. Chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli, chukizo gani? Bwana Yesu asifiwe. Chukizo gani? Napenda kuhubiri injili ya nyoka, huwa sipendi. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuhubiri injili ya kweli. Chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli ya kwamba mtakapona limesimama patakatifu pa patakatifu, patakatifu pa patakatifu, ndipo ambapo Ibrahimu alikwenda kumtoa Isaka sadaka pale mlima Moria. Hapo ndipo alipokwenda. Lakini hapo ndipo ambapo mwana wa Daudi Suleimani aliweka hekalu pale. Hekalu lile likaondolewa, hekalu lile likatawanywa. Wale walitawanywa lile hekalu Walabu, wakaweka msikiti wao pale, wakaweka pale, wakamwabudu Mungu wao. Nabii Danieli akatabiri ya kwamba mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu pa patakatifu, ujue ufalme wa mbinguni umekaribia. Hizo vita mnazozisikia, mnaona Mwalabu anapigana, Waisraeli wanahangaika, wanatafuta pale hekalu lilipokuwepo, wanatafuta hekalu lao, wanataka kujenga hekalu. Msikiti takiwa ushuke, wasimamishe kama na hekalu lake. Hapo ndipo mtakapoona ya kwamba vita mtavisikia, kwa sababu lile eneo ni eneo alilonunua Daudi. Amen. Wananyosha maelezo, ni afadhali nikakatwa kichwa nitaenda mbinguni, ni afadhali nikakatwa kichwa nikaondoka, lakini mimi lazima niseme kweli. Siwezi kuiacha dunia, siwezi kuacha dhambi. Umri wangu wenyewe ni mdogo bado, ni umri wa uzera kabisa, umri wa kuandamana, lakini Yesu ameniokoa. Akaniambia, mwanangu, umekwenda Msumi, safina tayari umeshajenga. Waambieni watu wa Msumi waingie ndani ya safina, kwa maana neno la Mungu linasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, watu walikuwa wamejisahau, watu walikuwa wanatenda dhambi, lakini ghafla Mungu akaona mwanadamu ambaye amemuumba, amemwacha anafuata njia zake, akamwambia Nuhu atengeneze safina. Watu wa Msumi, inawezekana mjanielewa, tumeacha shughuli zetu nyingi, tumeacha familia zetu, ni kweli, tukasema tuwapelekee watu wa Msumi ziko habari njema, habari za wokovu. Amen. Kanisa liko pabaya. Dalili ni nyingi ambazo Yesu alizionyesha. Ukisoma Mathayo 24 mstari wa 5, watumishi wa uongo leo wameinuka, mitume wa uongo leo wameinuka, manabii wa uongo leo wameinuka, watu
wengine wanawakanyagisha mafuta, wengine wanasema chumvi, wengine wanasema maji. Nisikilize nikwambie, kuna watumishi ambao bado Mungu amewahifadhi, ambao watanyosha maelezo ya kwamba ukiona mtu anatumia vitambaa anasema anaponya watu, mwingine anatumia maji. Hao walitabiriwa tangu mwanzo, usiogope. Wao walitabiriwa, walikuweko tangu mwanzo, usiogope. Liko jina la Yesu. Lazima kweli upiliwe, watu waokolewe. Amina. Hivi kwa akili zako, hii dunia unayoiona, Mungu anaingiliaje kwenye viatu? Huwa mimi ninagombana sana na manabii wa uongo na mitume wa uongo. Yani maana ya mtume huwezi kukaa Dar es Salaam, wapendwa. Labda niwafafanulie. Mtume ni mtu anayepeleka kitu mahali hakipo. Yesu alikuja duniani akauleta wokovu, haukuwepo. Yule ndiye aliyeitwa mtume, akaleta wokovu. Akisha kumaliza kazi akaondoka. Lakini Paudi akaja Tanzania akauleta wokovu, akaondoka. Kwa hiyo kama unajiita mtume, uende sehemu ambako hakuna kanisa, ukawapelekea injili ya kweli. Ukishawapelekea ukapanda kanisa, rudi ulikotoka. Huyo ndio tunayemwita mtume wa kweli. Amen. Amen. Unakula chips mayai, unatembelea Prado hapo, unasema mtume katoka. Allah. Wapendwa, tusipozungumza ukweli, watu watatoka, watakwenda kukanyaga mafuta, watatoka hapo. Ukija hapa tunakuombea mapepo yanalipuka, unasema umepona. Sikiliza, haujapona bado. Liko jina tulilolileta Msumi. Nyakati za mwisho ndizo hizi. Tunaishi nyakati za hatari. Biblia inaniambia ya kwamba nyakati za hatari zitakuja. Watu watakuwa wanajipenda wenyewe. Upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utapoa. Sema tupone. Watu wanasema pokea magari, unapokea. Pokea nyumba, unapokea. Endesha kabisa, ni watu washatekwa, akili haisomi kabisa. Sema tupone baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mahali nilikuwa nahubiri, akasema watakusikia, nikasema walishanisikia na wananijua. Lazima tuwatabishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo